Na mtazamaji, ni kukaribisha katika kipindi cha Kilimo Kinalipa, Tanzania Tajiri Inawezekana. Kama kawaida, mimi ni Janet Leonard ninakuletea kipindi hiki nikiwa na mtaalamu wetu Bwana Herment Mrema. Wiki iliyopita bwana, mambo yalikuwa ni mazuri sana. Tuliongelea swala la ongezeko la thamani, lakini mambo mengi sana aliyaongea. Kikubwa ilikuwa ni kwamba mkulima, hili swala la ongezeko la thamani linaanza na mkulima mwenyewe. Mkulima inaongeza thamani yako, unaongeza thamani ya shamba lako, thamani ya mazao yako, thamani ya yale mazao unayoyatoa katika ule ubora pia nayo yanaongezewa thamani. Lakini pia tuliongelea yule mtu wa kati, dalali wa mazao, ambavyo kwa mfumo uliopo sasa imekuwa ikimkandamiza mkulima, lakini pia athari zake zinaonekana mpaka kwa mlaji. Tukaongea namna ambavyo mfumo huu wa sasa tunaoongelea hapa, mfumo wa ongezeko la thamani ya mazao, ambavyo unaweza sasa ukamfanya mkulima kuondokana kabisa na adha ya dalali wa mazao. Lakini pia sio kwamba dalali ataachwa tu bila kitu, naye ana nafasi yake ya kufaidika kutokana na huu mfumo. Kitu ambacho wiki hii nataka tuanze nacho, ambacho nilikuahidi kwamba tutakiongelea leo, ni swala la namna gani sasa baada ya kuwa mkulima umeongeza thamani yako na mpaka kufikia mazao, je, na nchi inakuwaje? Kwa sababu tunasema kilimo kinalipa, Tanzania tajiri inawezekana. Tuone sasa, je, thamani ya nchi inaongezeka vipi kwa kuangalia huu mfumo? Uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mzee Mrema, karibu sana. Asante. Nashukuru sana na mzee wa raha, mzee wa upendo. Naam, raha tupu, yani hapa tunazungumza mambo kujiamini, kipato cha uhakika, raha ya kilimo, kulima uhai, mambo kama hayo. Lakini napenda tu nipige haraka hii kuhusu nchi kuongezeka thamani. Wewe kinavyoongezeka thamani, wewe ni Mtanzania. Kwa ujumla wetu tunakuta kwamba sasa mazao mengi tutakuwa tunayachakata nchini. Tutaondokana na kuuza mazao ambayo hajaongezewa thamani au malighafi. Na maana kwamba kwanza, kama nchi tunashiriki sasa kupanga bei badala ya kupangiwa bei. La pili, tunakuwa na viwanda vingi vinatokana na kuchakata sasa mazao yale ambayo yameongezwa thamani. Tatu, kipato kinaongezeka kwa kila mtu. Mkulima yule ambaye alikuwa anapata shilingi labda milioni moja kwa eka moja, sasa anapata milioni 6 kwa eka moja ya mpunga. Tayari kipato chake kiwakawa kimeongezeka. Mahitaji ya huduma, mahitaji ya vitendea kazi, anahitaji matrekta mengi zaidi, anahitaji mapawatila, anahitaji mashine za kuvunia nyingi zaidi. Viwanda vinaongezeka. Anahitaji huduma nyingi zaidi, mabenki yanaongezeka, ajira zinaongezeka. Ina maana tukishaanza tu kufumua kilimo, tukikiongezea thamani tu kinafumua kila kitu. Kwa sababu asilimia kubwa, asilimia 65 mpaka 70 ya Watanzania wanaishi kwa kutegemea kilimo. Sasa hebu fikiria wale watu sasa wapate kipato endelevu na cha uhakika, kwa nchi inakuwa sasa inatoka kwenye nchi ambayo inauza malighafi kama tumezoea. Pamba zetu tunauza kama gafi, katani zetu, kahawa yetu. Sasa kila kitu kwa tuongezee nchini hapa. Tunatumia wenyewe ndani kwa kuongezeka ukubwa wa soko, kwa sababu vipato vya Watanzania vitakuwa vimeongezeka, na vile vile uwezo wa kuzalisha na kulisha wenzetu kwa nje. Kwa hiyo kwa ujumla hii tunasikia serikali ya awamu ya 5 yanazungumzia kwamba uchumi wa kati, uchumi wa viwanda ndio huu sasa kihalisia. Tunachokileta hapa ni jinsi ya kuleta uchumi wa kati, uchumi wa viwanda kwa halisia, yani kwa kutekeleza ndani kwa ndani, yani sio tena kwa kuzungumzia, kwa kimatendo. Ndio hasa itakafanya sasa nchi yetu hii kabla ya 2025 tumeshaingia kwenye uchumi wa nchi za kati. Na kwa spidi ya ajabu sana. Leo tumeona umeme unapatikana, tunaona gesi ipo, leo barabara zinajengwa, reli zinajengwa, ndege yananunuliwa,
yote haya yataanza kuhudumia nje ya viwanda. Kwa hiyo sisi sasa tunashikilia pale kwenye hasa chungu cha maendeleo ni kwenye kilimo. Kwa hiyo kwa maana nyingine yote haya yanakutegemea wewe mkulima. Inaanza na mkulima. Mkulima tu huyu mdogo tu, yeye akaungana na mwenzake na mwenzake na mwenzake, wanafanya kitu kikubwa ambacho mwisho wake nchi inatajirika. Tunaingia katika uchumi wa kati. Sasa hebu tuambie, huyu mkulima, kipindi kilichopita ulikuwa ukiongea sana habari ya mkulima huyu kuto kulima peke yake, kulima kwa kushirikiana, ulitaja hayo maneno. Nikasema Mzee Mrema, kipindi kijacho nitakuuliza. Hebu niambie, inawezekana vipi mkulima huyu mdogo mwenye eneo lake tu dogo, asiyekuwa na uwezo mkubwa, na yeye akawa ni sehemu ya kuchangia uchumi wa nchi ukawa mkubwa hivi, na yeye mwenyewe akapata kufaidika? Ukiangalia jinsi tutakavyojenga vikundi, tutakaunda vikundi, kumbuka vitakuwa ni ya wakulima wenye mashamba makubwa, madogo na madogo sana. Yeye mwenye robo eka alikuwa amezoea kutumia jembe la mkono, lakini kwa vile tumeshajenga vikundi, yale mashamba tutayalima sasa kwa kutumia mashini zaidi, matrekta. Tukiweka na ile nusu eka tunaiweka ni kati ya mashamba, tutalima kwa trekta, na yote yazungumze lugha hii moja. Ukimaanisha nini kuzungumza kwa lugha moja? Ulimaji ni wa aina moja, mbegu ni moja ambayo inakubalika, uhudumiaji ni mmoja unaokubalika, uvunaji unakuwa ni mmoja, usindikaji unakuwa ni mmoja, uhifadhi kwenye mazao unakuwa ni aina moja, ili kinachotoka kule kwenye zao la mwisho, yani bidhaa ya mwisho, inakuwa na ubora huu uliofanana. Sasa hivi kama unavyokumbuka, mwenye uwezo mdogo anafanya kile anachojua. Kwa hiyo kama hana mtaji, unakuta na yeye anafanya yale tu kwenye uwezo wake. Badala ya kupata gunia 10 kwenye robo eka, ambayo ni uwezekano kutumia mpunga, mfano wa mpunga, baada ya kupata gunia 10 anapata gunia 2, kwa sababu uwezo wake wa kudumia ile eka robo eka ni mdogo. Kwa uzalishaji wake unakuwa ni mdogo. Sasa sisi tunatengeneza utaratibu kwamba huyu naye mkulima apate vitendea kazi, kuhakikisha kwamba anapata mbolea, mbegu, na tuweke mfumo wa hawa waweze kuhudumiwa na vyombo vya fedha. Na kinachotakiwa hapa ni benki iwe na uhakika kwamba ikitoa hela yake, kutoa mkopo huu, unalipika bila matatizo yoyote. Na huo mfumo tutaujenga, na ndio maana utakwamba huu mfumo hauchagui ama wewe ni mkulima mkubwa, wakati au mdogo. Tunachohakikisha kwamba tunaweka mashamba yote tuliokuwa nayo yalimwe, kutegemea na mpango biashara tuliotengeneza. Na kumbuka, mpango biashara ambao tutauzungumza baadaye ni kwamba hautatekelezeka kama hauna masoko ya vitendea kazi na masoko ya uhakika ya kile kinachozalishwa. Kwa hiyo huu mfumo unabeba kila Mtanzania na hauchagui na haubagui. Mzee Mrema, ili swala la hivi vikundi, unaongelea mkulima mdogo, mkulima wa kati na mkulima mkubwa. Huyu mkulima mdogo mwenye robo ama nusu eka anaweza akawa kwenye kikundi kimoja na mtu ana kama ekari 10 jirani yake bila tabu yoyote, bila shida yoyote, kwa sababu kila mwenye shamba lake litapimwa, litawekwa na mipaka yake. Tutajua kwamba ni ukubwa kiasi gani. Kwa hiyo tutajua kwamba atahitaji mbolea kiasi gani, atahitaji mbegu kiasi gani kwa kishamba chake alichokuwa nacho. Kwa hiyo tunayachanganya wakati tunalima ile shamba la huyu mwenye eka 10 na huyu mwenye robo eka, tunalilima vile vile. Na kama tunahudumia shamba hili kubwa la eka 10 na hili dogo tunalihudumia vile vile. Lakini wakati wa kuvuna tunajua kwamba wewe ulikuwa na robo eka, na uzalishaji tuliopata hapa kwa ujumla tulipata wastani labda wa gunia 20 au 40 kwa eka. Tunajua kwamba wewe cha kwako ni ile thamani ya eka 10 kutokana na robo eka uliokuwa nayo.
Na huyu mkulima unaweza ukakuta mkulima huyu labda alijitahidi kwa miaka kadhaa kulihudumia vizuri shamba lake. Jirani yake hapana, akawa tu analima tu ili mradi analima. Hawa wote wawili watahudumiwa vizuri, waje wapate matokeo ambayo tunatarajia yaweze kumfaidisha vizuri, awe na kipato endelevu sana tena sana, kwa sababu angalia, huyu mkulima alikuwa anahudumia shamba lake ovyo ovyo. Huyu alikuwa anajitahidi kidogo, huyu alikuwa anajitahidi sana. Sasa tutakuta kwamba kwa vile tunatumia wataalamu kusimamia shughuli za kuhudumia ili shamba, sio mkulima anafanya tena mwenyewe. Wataalamu ndio wanahakikisha kwamba trekta lipo linalima, linapanda, kuna upalilizi unaofanyika kitaalamu na uvunaji wa kitaalamu unafanyika. Kwa hiyo ina maana kwamba yule mkulima yule ambaye alikuwa anatafuta katrekta au anatafuta jembe la mkono, analima na tumia labda wafanyakazi wengine wanamlimia kwa sababu alikuwa na tatizo hili lile, hata kwa anafanya hivyo kama peke yake tena. Itakuwa kwenye mfumo mmoja ambao wataalamu ndio wanasimamia utaratibu mzima wa kuhakikisha kwamba mashamba yote yale yanazungumza lugha moja ya ubora na usimamizi pamoja na utekelezaji. Na kitu ambacho labda watu wanafikiria kwamba labda kinaweza kuwa ni tatizo ni watalipwaje. Hayo tutazungumzia katika mafunzo yetu, katika maelezo yetu, lakini hakuna mkulima ataishika hela ya mwenzake. Mazao yatakuwa kwenye gala, mkulima atapewa risiti yake, mwenye robo eka atapewa magunia 10, atapewa risiti ya gunia 10 ya robo yake, mwenye eka 10 atapewa risiti ya magunia 400 ya eka zake 10 na kadhalika. Mauzo yakifanyika, tunajua wazi kabisa gharama ya kulima lile shamba ni kiasi fulani, gharama ya kusindika ni kiasi fulani, mwenye eka 10 gharama zake ni kiasi kadhaa, na faida yake ni hii hapa ambayo analipa moja kwenye akaunti yake. Kama nilivyosema ni kwamba kila mmoja atalipwa. Kumbuka mfumo huu una kikubwa sana. Ni mambo mengi tutafanya, lakini kikubwa sana ni imani, kuaminiana, kujenga mfumo kwamba mimi nitapewa na nitalipwa haki yangu. Sitadhulumiwa tena kama iliwahi kudhulumiwa. Haitatokea. Na hiyo ndio maana tunasema hakuna kiongozi, hakuna mtu yoyote atakaishika hela ya mwenzake. Kama wewe Janet sasa hivi una shamba lako pale, mazao yako yameuzwa, tunajua kabisa hesabu yako inakuonyesha kabisa wewe gharama zako ni kiasi kadhaa kwenye faili yako. Kumbuka kwenye kila tutakavyokuwa tunatekeleza, kila gharama inavyotumika, wewe unapata nakala ya gharama ya ushahidi kwamba umetumia gharama gani za kulima, kupanda, kupalilia na kadhalika. Kwa hiyo wewe unakuwa na kumbukumbu ambazo ukiwa unashirikiana na viongozi wenzako ya kuonyesha wewe hasa umetumia shilingi ngapi kwenye shamba lako. Na kuna kumbukumbu za kuonyesha mazao yale yaliuzwa kwa shilingi ngapi kufuatana na mpango biashara tuliokuwa nao. Kwa hiyo tofauti ya bei ya kuuzia na gharama zile zotumika ndio faida ambayo unalipwa wewe.